nikawakazania ili wasirudi katika ujinga wao. Yani Waislamu waliopiga astaghfirullah ni wajinga na dini yao ni ujinga. Israeli akamwambia Mwenyezi Mungu, Bwana, kiumbe chako kile kimefufuru, kimepita kiwango, kwamba nchi yetu haina dini. Maana haina dini, nchi hii sasa ni ya kikafiri. Maana neno dini limetokana na neno maliki yaumiddin. Ndio likapatikana neno gani pale? Dini, malipo. Fanya mema ulipwe. Sasa ikafikia ngazi huyo rais wa Bujumbura akasema nchi yetu haina mwenye malipo, hayupo, wala Mungu hayupo. Na watu tukampigia baba wa taifa, watu wa Burundi wakampigia makofi. Nchi yetu haina dini. Usichanganye dini na siasa. Mungu Israeli akamwambia, hebu nipe ruhusa wewe, Mwenyezi Mungu nipe idhini nikatoe roho yake. Akamwambia, mtulia, pengine huenda ikawa akatubu huyo. Ikafika wakati akakufuru yule bwana, akafika miaka kama 75, rais wa Burundi, lakini akafika miaka kama 75 hivi. Alipofika miaka 75 akaenda katika uwanja wa Bujumbura wa taifa. Alipofika pale akasema, I am supposing I wonderful 5 years child dead. Why? Anasema nashangaa mtoto wa miaka 5 kufa miaka. Kwa nini afe miaka 5? Amekosa rishe. Mimi babangu amekufa miaka 105 na mimi nina uwezo wa kufika mwaka 2005. Mwaka 2005 nafika. Rais wa Bujumbura huyo. Mwenyezi Mungu kamwangalia, huenda ikawa anafanya nini huyu? Anatubu huyu. Lakini wapi? Israeli akamwambia, bwana, give me permission, nipe ruhusa mimi nikatekeleze we. Mungu akamwambia, tulia. Akatamba bwana yule, ikabidi akajengewa jumba kubwa sana katika kijiji chake kiko kijijini kimoja Bujumbura kinaitwa Magurumatari. Kijijini kwake huko Bujumbura kinaitwa Magurumatari. Kajengewa jumba la milioni 300 la kifahari. Akawa walipoumwa wakati anaenda Uingereza kutibiwa, akawa analiangalia jumba lake, hili jumba. Lakini Mungu akamwambia, sasa ndio imekwisha, ndio utajua kama utashangaa ama utajua kumbe watoto wanakufa vipi. Basi akachukuliwa yule bwana mpaka Uingereza. Alipofika Uingereza akasema, nitaenda kuwaombea. Nawaombea. Kweli anatuombea sasa hivi. Basi alipofika kule, Mwenyezi Mungu akampa mtihani kwamba roho akawa anaitoa kidogo. Maana Mungu anasema roho anaitolea kuanzia miguuni mpaka inafika kooni, halafu inatokea utosini ilipoingilia. Wewe kamwangalie mtoto mdogo hapa fungi haraka hapa mpaka awe na miaka 3 au 4. Sababu roho imeingiziwa hapa kwenye utosi na inatoka hapo ilipoingilia ndipo inapotokea. Sasa roho ikawa inatolewa kidogo wakati huo anaumwa, anatingisha kidogo kitikiti. Ikatolewa, ikifika miguuni, nijengeni msikiti kule mjini kwangu Magurumatari. Ajengewe nini? Yeye Mkristo, lakini hakukumbuka kujenga nini? Kakumbuka kujenga nini huyo rais wa Burundi? Hakukumbuka kujenga kanisa Najifunza nini hapa? Mungu anatisha nyinyi. Masikini mngemjua Mungu nyinyi, basi tungemuogopa kweli. Lakini hatumjui, sisi ndio tunamfanyia dhihaka. Hakukumbuka kujenga kanisa huyo. Yeye alichokumbuka kwamba nijengeeni msikiti kijijini kwangu Magurumatari. Basi wale waliokuja kwenda kumtazama wakawa wanamwangalia. Walipomwangalia tayari wakaona, kweli hali ni mbaya, na huyu bwana anataka tujenge msikiti. Kweli bwana, yule bwana Mungu Israeli katekeleza amri yake,
aliyopewa na Mungu, akatoa roho yake. Maana Mungu anasema hatuitoi nafsi ya mtu mpaka tuionyeshe pale inapokwenda, na roho ikifika kooni, hapa ndio hapo sasa baina yake yeye na Mungu. Tumaiti anahangaika, nyinyi tena hamuna. Mbele ya mabingwa 22 wamemzunguka, 21 yule mabwana wanatoka, wakaona, wakacheki hivi, kutingisha huko, ambia hebu pasua ubongo tu uangalie kidogo. Wakaangalia, umekwisha kazi udongo. Pumzikia gesi, ambia mtajua tu kama gesi au nini, lakini kazi mimi tayari niliyotumwa imekwisha. Kutoka hapa asatoa Uingereza, peleka Bunjumbura. Bunjumbura, uwanja wa taifa ule wa Bunjumbura, wampokee baba wa taifa, kumuaga kwa mara ya mwisho. Wanamtembeza kama vile Firauni Mwenyezi Mungu aliposema tutauonyesha mwili wako iwe dalili kwa watu kama wewe hukuwa Mungu. Na yule naye kwa vile kajifanya Mungu, ikafika mpaka fikra zake zidumu kuliko wengine. Kwa hiyo naye wakuone kama hukuwa Mungu na ujue kwamba nchi hii ina dini. Akaonyeshwa uwanja wa taifa, wengine wameshika pua, wengine wanalia mpaka wamezimia. Mungu anasema hayatoa sasa, ni Mungu anasema hayatoa Dar es Salaam, pelekeni kijijini kwake Magulumatari. Ipotoka Dar es Salaam kupeleka kijijini kwake Magulumatari, ardhi inatetemeka. Idha zulzilatil ardi zilzalaha wa akhrajatil ardi athqalaha wa qala al insan ma laha. Punde itakapotetemeshwa ardhi, na huo mtetemeko wake watasema siku ya kiyama hao, nini hiki leo? Na hiyo ardhi itatoa habari zake siku hiyo. Ardhi ilipotetemeka, waandishi wa habari wa Bunjumbura wakasema mizimu ya kijijini kwake Magulumatari inampokea. Hamjasoma habari za Burundi nyie? Magazeti ya Burundi hamjasoma Yaani mizimu yake ya kijijini kwake Magulumatari inamkaribisha. Hamkusoma hiyo? Basi ambaye inamkaribisha subirini. Usiku kaburi linapiga kelele, yeah! Kumbe moga huyo, kibano hicho. Wanajeshi waliokuwa wanalinda kaburi wacha wakimbie. Asubuhi mkuu wa majeshi anaulizwa, bwana, vipi mmekimbia katika kaburi la baba wa taifa wa Bujumbura? Akasema tumekimbia kwa sababu mwanajeshi mwenzetu kaota ndoto. Alipoota ndoto katutisha sisi, tumefanya nini? Asubuhi yake magazeti yanatuambia hivi, mizimu yake baba wa taifa wa Bujumbura inamtesa. Hamjasoma magazeti? Mimi ninayo mwenzenu, nyinyi hamna Basi kwa tukio hilo, sio kana kwamba namsimanga rais wa Bujumbura. Kwa tukio hilo ninawaambieni hivi, rais wa Bujumbura, nani aliyekuwa ana mamlaka kama yule? Nani aliyekuwa akisema wote mko chini yake? Nani aliyekuwa anatamba? Nani aliyekuwa na mali kama yule? Lakini vipi siku ya umauti anakumbuka kujenga msikiti? Na vipi misukosuko hii inamkuta? Basi huo ni uwezo wa nani? Wa Allah. Tumuogope nani? Kama mtu kama yule amemkuta balaa kama hizo, we na mimi tupate for example, tujifunze. Na kama hamkujifunza kwa tukio lile, hamtojifunza tena, na tutakwenda motoni wote. Japo lile tukio limetokea Bujumbura. Kutoka pale wale mafanki du wale ndio wanamuombolezea baba wa taifa wa Bujumbura. Wanaanza chaki tu. Tukio gani limetokea nchini Bujumbura? Baba wa taifa ametutoka mbele ya mabingwa 22, wakacheki ubongo, umekwisha kazi.